hawa puuzi wamekimbia. Ila jambo zuri, huyu mama ni mgonjwa, ndio maana ameshindwa kukimbia naye. Kwa hiyo sasa muue huyu mama. Aquino, are you there? Unataka nini? Nataka nikusaidie. Sihitaji msaada wako, nitajisaidia mwenyewe. Okay. Utapiga baada ya dakika 2. Upige kwenye namba hii. Siwezi kukupigia. Sawa, ngoja tu. Zima your location. Oh, umekuwa mwaminifu sana. Umepiga baada ya dakika 2 kama nilivyokuambia. Niambie mama yuko wapi? Kwa leo sitakwambia chochote kuhusu mama. Ila nataka nikukutanishe na watu waliokuchezea huu mchezo mchafu. Wewe uko wapi? Punguza jazba Mr. Queen. Listen, namhitaji huyo mama. Namhitaji sana. Kwa leo siwezi kukutanisha na huyo mama. Ila nitakukutanisha na wabaya wako kwanza. Alafu baadaye nitakukutanisha na huyu mama. Okay, niko tayari. Nitakutumia location. Uje mahali. Kisha watu watakaokuja, hao ndo wamekutengenezea kesi. Na ndo walomzuru mama mkwe wako. Sawa, nipo tayari. Okay, na kutumia location. Hakikisha unafika kabla nusu saa. Okay, tuma. Kazi zako kwa sasa ni 2. Ipi na ipi? Kazi ya kwanza, ikifika saa 9:30, watumie ujumbe hawa wapuuzi wazio, kisha waambie simu ilizima chaji. Na kazi ya pili, mbebe huyu mama, kisha muhamishe chumba cha mbele kushoto. Sawa sawa. Ukifanya kinyume na maagizo yangu, basi kesho video zako utazikuta zimesambaa kama njugu mtandaoni. Kesho kutwa utavuliwa gwanda na kutupwa rumande. Alafu baada ya siku 14 utakuwa mahakamani unapambana na kesi ambayo huwezi kushinda. Na kwa hili sitokuangusha. Kwa hili hakikisha unafuata maagizo.
have dialed is unreachable. Please try. Jua Mungu naona maisha ninayoyaishi, tena ninaamini ipo siku nitapata amani. Nani atanipenda? Na ubaya wote, na ubaya tabia zangu mbaya. Nani atanipenda? Na ubaya wote, na ubaya nani atanijali? Tena nani atanipenda? Nani atanipenda? Na ubaya wote, nani atanijali?
Wa mwanangu ile dili mwanangu ile. Mwanangu kama kuna hela hapo Si mwanangu ile tumsakanye kokote alipo. Ili tukimpata mwanangu dili shatoboa mwanangu. Ndio hivyo kabisa ndio na bango. Siko bango. Alidi mwanangu. Maisha ninayoyaishi tena ninaamini Nimegeuka kuwa adui yenu kiasi cha kunisababishia matatizo makubwa namna hii. Na kama mlikuwa mna shida na mimi, mbona nyumbani kwangu mnapajua? Kwa nini msingekuja nyumbani kwangu na kunidhuru mimi kama mimi? Kwa nini mnafikia stage ya kuangamiza wengine, kuwasababishia matatizo watu wengine ambao hawahusiki na mimi, kama shida yenu ilikuwa ni mimi? Mgana, kwenye ile mission ya mwaka jana ulipopigwa risasi, kila mmoja alikuacha nyuma, lakini mimi sikukuacha nyuma, nikakubeba mgongoni kwangu. Nilikuwa tayari kufa, lakini sio kukuacha wewe nyuma ukamatwe na ukafie gerezani. Hata wewe mwenyewe ulisii sana nikuache, ukiamini kwamba utakufa, lakini bado mimi sikukuacha nyuma, nikakubeba na kuondoka na wewe. Na hadi leo uko salama. Skoba, mama yako mzazi alipougua, alikosekana mtu wa kumuongezea damu kwa sababu tulikuwa hatuna pesa. Nikaandaa tukio, tukafanya tukio kwa lengo la kupata pesa za kumtibia mama yako. Yes, tulifanikiwa katika ile tukio na tukapata pesa, ila tulikosa damu inayouzwa. Leo hii nimesimama mbele yako naongea maneno haya, mama yako yuko hai, huko akiwa na damu yangu katika mwili wake. Lakini mtoto wake umeamua kufanya haya kama malipo ya kile nilichokifanya kwa mama yako mzazi. Unaamua kushiriki kunilipia haya. Joka, nilikuwa nanyi bega kwa bega kwenye matukio mbalimbali. Tumeleta majeraha ya mwili na nafsi, tumezulumu mali za watu, tumeleta misiba katika familia za watu. Huu ulikuwa ndo wakati wa kutibu baadhi ya nafsi ambazo tuliziumiza. Lakini nini? Mmechagua kuniumiza mimi. It's fine.
Master, wewe umekuwa ni wanted kwa sasa, unatafutwa kila kona na polisi. Hivyo basi naamini ukikamatwa utatutaja sisi wote, kwa hiyo utatuia radhi kwa hilo. Hatuna budi kukuangamiza. Mgana, naomba utoke hapa. Umenianza. Sasa subirieni majibu yangu na itajulikana nani ni master. Jua Mungu naona maisha ninayoyaishi, tena ninaamini ipo siku nitapata amani. Nani atanipenda? Na ubaya wote, na ubaya tabia zangu mbaya. Za saizi kaka. Salamu. Kwema? Kwema ndugu yangu. Samahani kaka. Naomba unikopeshe maji ya shilingi 500, alafu jioni au kesho asubuhi na kupitishia pesa yako. Dante, unajua unazingua sana babu. Umesahau kama nakudai? Alafu mimi kajua umekuja kulipa deni, kumbe umekuja tena kuongezea deni. Kaka, najua kama unanidai, lakini naomba ujumlishie deni. Unipatie maji ya shilingi 500, maana nimechoka sana. Nimechoka sana na kiu imenibana. Ndio unavyoongeaga wewe. Sasa nakwambiaje, sikutaki dukani kwangu, toka. Lakini toka dukani kwangu. Lakini ungenisikiliza, nitakujazia hizi sasa hivi. Naomba maji ninywe, maana leo nimechoka sana, nimetembea. Sasa maji mimi nishanywa. Nipe tu hivyo hivyo. Unafikiri mate anaua basi mamangu? Wewe nipe tu. Vipi? Mbona umechelewa? Wewe acha tu master. Kuna nini kimetokea?
Skoba, niambie, kuna nini kimetokea? Master Queen alikuwepo huko. What? Umetoka wapi kwanza? Wewe acha tu. Nimetoka kubandika makaratasi mitaani huko. Sasa hivi unaambiwa jamaa kawadili. Anatafutwa kama dhahabu. Wewe ndio ulifanya kazi kubandika kwa mitaani? Hapana. Polisi wenyewe walisema atabandika. Ndio nimeona kama wanachelewa. Nikaenda kuwaomba niingilie mimi mwenyewe ili swala kati ili nibandike tu mtaani. Wakaniruhusu nibandike. Sasa ninapokuambia hapa nimetoka Buguruni. Nikaenda Tazara. Nikaingia Gongo la Mboto. Ile Gongo la Mboto yote ile nimebandika kila sehemu na bandika tu. Ndio nafika hapa muda huu. Mimi nilikuwa nakwambia Maziku Wali ndio yeye. Wewe uko uniamini? Sasa ndio ishathibitishwa tayari. Kwa Maziku Wali ndio yeye mwenyewe na ushahidi nimepeleka mimi mwenyewe polisi. Ila unapenda ekaeka. Sio ekaeka. Nampenda sana Zebu. Huyu jambazi alikuja tu kuingilia mapenzi yetu kati. Sasa hata kama ukikaa na Zebu, utamwisha nini ndugu yangu? Ikiwa fungu la dagaa tu unakuja kukopa hapa. Mapenzi sio pesa Nola. Mapenzi ni hisia tu inatosha. Sawa, mapenzi sio pesa. Ila ikikosekana tu yanapungua. Bana, tutajuaga namna ya kuishi. By the way, naomba unikopeshe fungu moja la dagaa kwa ajili ya jioni. Maana leo nimezurura sana. Wewe muda unatumia kuzurura. Ungetafuta kazi upate pesa uje kununua dagaa. Hebu toka hapa. Wewe Nola, ndio unanifukuza kama unijui? Toka bwana, mimi sitaki urafiki kwenye biashara yangu. Sawa. Ila ungenisikiliza hata kidogo. Da. Shem, naenda kweli hivyo? Nenda bwana. Je, wewe ni mpenzi wa kuingia mitandao ya kijamii kama Facebook, WhatsApp, Instagram na YouTube, lakini kila ukiperuzi bando linawahi kuisha? Sasa solution hili hapa. Chris Bando, bei kitonga. Ukiwa na line ya Halotel, basi usihangaike tena kuhusu bando. Mtafute Chris Bando kwa bei kitonga, unapata majibi kibao. Yes, ni kuanzia shilingi 11,000 na kuendelea, unapata GBs nyingi za kutosha. Sasa cha kufanya, fanya hivi, mtafute katika namba hizi hapa zifuatazo. Chris Bando ana namba 4, lakini mimi nitakutajia 2 tu, ni 0615 75 4303 au 0785 73 63 61. Kumbuka, Chris Bando anapokea pesa kwa lipa namba, na unapomtumia pesa yako, chukua ule muamala wa pesa uliyotuma. Tafuta namba moja katika namba 4 zilizoorodheshwa hapa chini, kisha mtumie muamala wa bando ulilolituma. Atakuunga tu. Chris Bando ni mmoja, na unapomtumia pesa jina lije Christopher Luoga. Sisi tunamwamini Chris Bando. Wewe kwani usimwamini? Chris Bando, bei kitonga. Maisha ninayoyaishi tena Pole sana Akwino, naongeza kwa kutambua baya wako. Mama yuko hapa? Yupo salama kabisa, na kwa sasa yupo chini ya uangalizi wa daktari maalum. Nitumie uthibitisho kwanza. Okay, nakutumia hapo. Alafu kesho nitakupigia nikupe maelekezo fulani. Okay.
Kama mapenzi ni hivi, ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani, kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku tuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani. Haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa. Bad boy, bad boy, bad boy. Hapa kesho napita mitaa Kigogo, naunganisha mpaka Keko njepanda kwa Mwinyi, Abiola kwa Makibonge, Buza, nakuja kutobolea Kitunda. Bosi, umepita wapi wakati nilifunga geti? Kasongo, uko sawa? Mimi niko poa. Ila niambie bosi, kuna nini kwani? Maana mapolisi hawaishi kila siku kuja hapa kukutafuta, na kila wakija ni kibao kwa mlinzi. Usijali Kasongo, ni sio mambo makubwa, ni kesi ndogo sana. Yaani nitapewa bandiko kwa fujo ya makaratasi. Mbona mpaka akamata? Acheza na Dante nini huyu? Alo Dante. Yes, niambie. Akweno amekuja. We. Basi acha mimi niwape taarifa polisi. Sasa hivi tuje tumkamate. Sawa sawa. Usijali, kuwa na amani, na wakati mwingine kama watakuja wakaribishe. Wakaribishe? Sawa. Umeniletea talaka yangu au? Baada ya kunisikiliza hapa, nitakupatia talaka yako, usijali. Ila kwa sasa wewe nisikilize. Zungumza haraka. Sijui nikuite Maziku ali Maziku au Akwino, whatever, I don't care. Zungumza. Najua wewe ndo chanzo cha mimi kutafutwa, mke wangu. Najua kila kitu. Najua unawasiliana na Dante ama yeyote yule, na lengo lako ni kushuhudia mimi nikiishia gerezani. Na yote haya unafanya ili kuipata talaka yako kihalali. Uko sawa mke wangu, uko sawa kabisa. Ila kabla sijafutika katika uso wa dunia, ningependa ufahamu haya yafuatayo.
Ndani ya hii bahasha hakuna taraka kama jinsi ambavyo ulidhani. Isipokuwa ndani ya hii bahasha kuna diary. Na katika hii diary nimeandika kila tukio langu baya nililolifanya na kila tarehe niliyofanya hilo tukio na mipango yangu yote ovu nimeandika katika hii diary. Kiasi kwamba ukiwakabidhi polisi hii, mimi napotea mazima kama jinsi ambavyo ulikuwa unataka. Lakini ukifungua hii diary utagundua kwamba tarehe ya mwisho mimi kufanya tukio baya hadi leo hii ni jumla ya siku 120. Nikiwa na maana ya kwamba tangu siku yetu ya ndoa hadi leo hii sijamuumiza mwanadamu yeyote kwa kukusudia. Nimekuwa kwenu mwenye huruma, nisiyependezwa na damu ya mtu kumwagika, nisiyependezwa na vilio vya watu. Mtu pekee ambaye namgasi na kumsumbua ni wewe pekee, Zebu wangu. Hakuna mwingine yote. Chukua hii. Huo ushahidi mwingine wote wa vitambulisho na mambo mengine yote mimi nitaweza kujitetea na nitatoka katika hili janga. Isipokuwa kupitia hii diary Zebu, hakuna namna yoyote ambayo mimi naweza kujitetea. Matukio yangu yote machafu mabaya yapo humo, mke wangu. Tumia hii kuwapatia mapolisi ili nifungwe, niangamie kama jinsi ambavyo natamani iwe. Najua nanichukia sana Zebu na kuniona kama mimi ni mtu mbaya sana. Sawa. Ila mara nyingi huwa namuomba Mungu kwa imani sana. Na mara zote nazomuomba Mungu ananijibu kwamba wewe ndio mke wangu. Hivyo basi nitakaa hapa, nitasubiri hapa. Kama ni milango ya gereza itafunguka kuanzia hapa. Mungu hakuniambia nikukimbie na kukuacha nyuma, mke wangu, bali nitasubiri hatima yangu nikiwa na wewe. Hapana Akwino. Kimbia, maskari wanakuja. Kimbia mume wangu. Ondoka. Kama mapenzi upofuni bora nisikone. Kama mapenzi ni hivi ukae mbali nami. Kama mapenzi upofuni bora nisikone.
Kama mapenzi ni hivi, ukae mbali nami. Nilijua ndoa ni raha, kitu cha thamani, kumbe kizaza hakuna mani. Vita kila siku tuelewani, ugomvi mpaka kwa majirani. Haijulikani mwanaume nani, mwanamke nani, wote wako sawa. Bad boy, bad boy.